kwenye kipindi chetu kizuri. Mimi ni Furaha Mseke na leo guess what? Tunaongelea about sexual purity. Siko peke yangu, niko na mtumishi wa Mungu. I would love ajitambulishe, maana leo atashia hekima nyingi kuhusu topiki yetu ya leo ya usafi wa kingono. Karibu mtumishi wa Mungu. Yesu asifiwe. Ninapenda kukusalimu kila mmoja pale ulipo. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupatia tena siku ya leo katika kipindi chetu cha sexual purity. Kwa majina yangu naitwa Pastor Monica Hamaro, World Shakers. Karibu Pastor Monica. Na topiki yetu nimeshatambulisha kwamba ni usafi wa kingono. Pastor Monica, watu wangependa kujua usafi wa kingono ama sexual purity ni nini hasa? Tunapozungumzia swala la usafi wa kingono au nini maana ya usafi wa kingono, tunaweza kusema pia kwa maneno mengine uadilifu wa kingono. Ni jumla ya mambo yote ambayo yanahusisha swala nzima la masuala ya kimahusiano, mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo kwa habari ya hili swala la mahusiano ya kimapenzi, tunapotaka sasa kuona usafi wa kingono au usafi katika haya mambo ya mapenzi ni nini hasa, tunazungumzia ni jumla ya mambo yote ambayo yanahusika katika swala zima la mapenzi, mfano kukisi, mfano vitendo vyote ambavyo vinafanyika kwa ajili ya kujiridhisha au kuridhisha mwenza wako au kuridhisha rafiki yako unayesema ni mpenzi wako. Yale mambo yote ambayo yanafanyika ili kuridhishana kimapenzi, hayo ndio ambayo tunaweza kuyazungumzia kama ni ngono. Sasa tunaposema usafi wa kingono ni kuhakikisha kwamba hayo mambo hayapo kwa watu ambao hawajahalalishwa kama mke na mume. Manake kama wewe sio mke wa huyo kijana na wewe kama sio mume wa huyo binti, mambo yote ambayo yanahusisha na kuridhishana kimapenzi hayatakiwi kuwepo, na yatakapokuwa hayapo, hapo ndipo tunasema kwamba kuna usafi wa kingono. Mtumishi wa Mungu hapo umeongelea kissing. Umeongelea habari ya kubusu. Na wakati wa Thessalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 25 nasema salimianeni kwa busu takatifu. So which busu is that? Tunasema pale kwamba salimianeni kwa busu takatifu. Kwanza ni salamu. Okay. Hatujasema kwamba ni kitendo cha kumridhisha mtu kima. I got it. Tumesema ni salamu. Kuna salamu ambayo inaonekana kabisa hii ni salamu ya busu na ni takatifu. Sio ya kuridhishana kingono au kimapenzi. Well, kama nimemwelewa mtumishi wa Mungu amesema lengo la haya mambo yote yanayowachafua watu kingono, lengo lao huwa ni kuridhishana. And a holy kiss hairidhishi kingono kwa kweli. So, nimekutana na watu ambao wanawekea mashaka, wana question idea ya ubikira. Wanaona kwamba ubikira ni jambo ambalo limepitwa na wakati. Wasichana wanaambiana sasa hivi huo ni uchafu, katoe, yani nenda katoe. Bado uchafu nao? Katoe bwana. Ili hapa limekaaje mtumishi wa Mungu? Kwa kifupi halijakaa sawa. Okay. Kwa sababu kwanza ubikira ni kitu ambacho kimewekwa na Mungu. Na Mungu alikiweka kwa malengo na makusudi maalum ya kumfanya binti awe katika hali ya usafi na usalama. Ni seal ambayo inaonyesha kwamba huyu mtu ni salama, hajaguswa bado, hajaingiliwa na kitu chochote bado. Kwa hiyo sisi hapa kama kizazi cha leo tusije tukahalalisha kwamba hakina maana, hakifai, hakina uthamani. Ubikira una uthamani. Ubikira una maana. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya. Manake kufuatisha namna ya dunia hii ni kuwa na wewe unawaza hivyo kama dunia inavyowaza kwamba ni uchafu, na wewe mwana wa Mungu, mtu ambaye umeamini, mtu ambaye umeokoka, na wewe unasema na wewe ni uchafu, na wewe unatafuta namna ya kutoa. Na mimi nilale hata mwanaume hata mara moja mara mbili iondoke kabla sijaingia kwenye ndoa. Sio sawa. Ubikira ni kitu cha thamani, ni Mungu amekiweka, na ni seal, ni muhuri ambao unaonyesha kwamba huyu binti yuko salama kabisa.
Mtumishi wa Mungu, wanaume wanaweza kuwa mabikira? Ndio. Bikira ni ile hali ya kuwa safi na salama, hujawahi kuguswa, hujawahi kugusa chochote kilicho kichafu. Neno la Mungu linasema kwamba wapenzi, msiguse chochote kilicho kichafu. Usiguse wala usionje chochote kilicho kichafu. Maanake kama mtu hakugusa wala hakuonja, huyu mtu ni bikira, haijalishi ni mwanamke au ni mwanamume. Nimekumbuka kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora, huyu mtunzi Sulemani bwana alikuwa na mithali zake ambazo they are worth to share. Ukiangalia kwenye ile Wimbo Ulio Bora sura ya 8 mstari wa 8 na 9, anasema nyumbani kwetu kuna binti ambaye hajaota maziwa na ni umbu mdogo, tumfanyaje atakapoposwa? Anasema akiwa ukuta tutamtunza kwa buruji za fedha, lakini akiwa mlango tutamhifadhi kwa mbao za mierezi. Kuna reward tofauti tofauti kwenye swala la ubikira. Kuna ile heshima ambayo jamii inaiweka, na kuna jamii fulani, culture fulani. Kwa mfano nasema kuna culture ya Wachaga nasema sisi tukimkuta binti ni bikira, tunataka tupate labda mafuta ya msuka, what is it? Tunataka tupate hiki, tunapate kama reward. Hili swala la kuwa rewarded kama mtu kujitunza au kutunza ubikira, kuwa sexually pure, hili likoje kwenye upande wa Mungu au kibiblia? Hapo zamani walikuwa wana reward mabinti ambao wamefanya vizuri kwenye hili eneo, wameonekana kuwa ni mabikira. Lakini kwa wakati huu tunaona dunia, kwa sababu kuna namna ambavyo dunia inachangamka, kuna namna ambavyo maarifa yanaongezeka duniani, kuna namna ambavyo dunia imeharibika. Unaona hata wazazi hawakonsidi tena wala hawaamini kama kweli kunaweza kuwa na binti ambaye amejitunza na ni bikira. Unaamini kwamba hakuna binti ambaye anaweza kuwa bikira nyakati za leo, lakini ukweli ni kwamba inawezekana kuwa bikira na inawezekana kujitunza ukawa bikira mpaka unapoingia kwenye ndoa yako takatifu. Na tunapolizungumzia hili swala la reward sasa, kwamba reward imekaaje, yani Mungu au watu au jamii inawachukulia vipi wale watu ambao wameweza kujitunza. Hapa kwenye Wimbo Ulio Bora tunaona kwamba anazungumza, anasema nyumbani kwetu kuna binti mdogo bado hajaota hata maziwa. Je, atakapoposwa tumfanyie nini binti yetu? Hapa inaonyesha tofauti rank za watu, namna ambavyo wamejitunza, kwamba huyu mtu ambaye amejitunza kikamilifu mpaka anaingia kwenye ndoa yake ni bikira, hajaguswa, hajachezea maisha yake, hajajihusisha na vitendo vyovyote vya kingono, hajajichafua kwa namna yoyote. Kuna namna ambavyo Mungu anaona na anaweza kumreward huyu mtu, anaweza kumzawadia huyu mtu, kumpa thawabu huyu mtu kwa ndoa nzuri, anaweza kumzawadia ndoa ya baraka, ndoa ya kupendeza. Kwa sababu gani? Huyu mtu amejitunza. Lakini kuna namna ambayo unaona maandiko anasema ikiwa ni mlango tutamtunza kwa mbao za mierezi. Manake kuna ranki nyingine, kuna kiwango kingine cha kujitunza. Yamkini huyu mtu alicheza na vile vitendo vya kujiridhisha kingono, na kwa sababu hiyo, kwa sababu Mungu anaona, Mungu anaweza akampa ndoa, lakini ni kwa kiwango cha mbao za mierezi, sio buruji za fedha, sio ndoa ya kupendeza, sio ndoa yenye utukufu. Anaweza akatunzwa kwa mbao za mierezi. Kwa sababu gani? Ametunza tu ubikira, lakini kiukweli maisha yake ya kingono yalichezewa, alijihusisha na vitendo vya kingono. Kwa hiyo kujitunza nyakati hizi za leo inawezekana, na nikuhamasishe kwamba hebu jitunze. Mungu anaona, Mungu atakutendea mema, na mema mojawapo ni kukupatia ndoa nzuri, ni kukupatia mwenza ambaye amejitunza pia kama ulivyojitunza wewe. Asante kwa majibu mazuri. Now this is wisdom at work. Lakini kuna myth moja, mimi naomba niite ni myth, kwa sababu imekuwa ni kama kweli inaonekana ni kweli inayoshikiliwa, lakini sio kweli, kwamba kama sijajaribu nitajuaje nitakapofika kwenye ndoa? Hilo limekaaje, mtumishi wa Mungu? Hilo halijakaa sawa. Nichukulie kwa mfano kabisa kwenye kabila letu Wachaga. Ni kitu ambacho yani Mchaga, hata mama mzazi tu wa kijana utasikia anamwambia kijana wake, yani umemwaminije kumchukua tu, unafunga ndoa kweli, hujalala naye hata mara moja, hatujajua kama ana uwezo wa kushika mimba, inakuaje? Wewe una uhakika gani na huyo binti?
haiwezekani. Kwa hiyo unakuta kuna kuaga na mvutano kwenye familia. Kwa sababu gani? Huyu binti yani unaaminije unamchukua tu hivyo hivyo. Kwa hiyo vijana wengi wa Kichaga ukiwasikiliza mara nyingi sana wanakuambia utabebaje mtu yani hivyo hivyo, yani uja testi ukaona kwamba ananifaa anifai, ana uwezo hana, anashika mimba ashiki. Kwa hiyo unakuta ndoa nyingi za Wachaga zinakuja kufungwa baada ya mtu ameshazaa mtoto mmoja. Unakuta mtu anafunga ndoa ana mimba, lakini hicho kitu sio sawa. Yes. Mimi naomba turudi tuwasaidie ambao bado wako single. Nafikiri kuna kitu wanaweza wakabenefit. Ninaomba mtumishi wa Mungu, hebu tuambie, unajua swala la kujitunza haliondoi ukweli kwamba tuna miili yetu inakuwa, hormones zipo, zinaongezeka na zinaweza zikarespond kwa namna yoyote. Ni jinsi gani binti au kijana anaweza akazuia hisia au akahandle hisia zake bila kukosea au kujichafua sasa kingono au bila kwenda kufanya sasa hiyo ngono halisi? Namna ya kwanza ya kuweza kujitunza, ndugu yangu, hii miili tulionayo inawaka tamaa. Hii miili tulionayo inaona vitu, inavutiwa. Unaweza ukamwona binti ukavutiwa, unaweza ukamwona kijana ukavutiwa, ukaanza kufanya na mambo mengine ya kujiridhisha kwa sababu haujampata. Sasa unawezaje kujitunza kwenye nyakati kama hizi na ukiwa mwili unachemka, damu ni ya moto? Unawezaje kujitunza? Cha kwanza kabisa, ndugu yangu, bila kukwepa, unahitaji kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hautaweza peke yako. Yaani bila Yesu, wewe mwanadamu uliyevaa nyama, uliyevaa huu mwili wa damu na nyama, hautaweza neno lolote. Uwezo wetu wa kushinda vitu, uwezo wetu wa kushinda mambo magumu unatokea kwenye huyu Yesu ambaye alishinda mauti, alishinda msalaba, alishinda mapingamizi ya kila namna hapa chini ya jua. Kumbuka Yesu alikuja kama mwanadamu na alikuwa ni Mungu mkamilifu, lakini alikuja hapa chini ya jua akaishi kama mwanadamu, akavaa mwili ambao unasikia njaa, ambao unawaka tamaa. Yesu alipishana na wanawake wengi, na Yesu alifanya kazi na wanawake. Yesu aliwezaje? Hauwezi ukaushinda mwili wako, hauwezi ukaishinda tamaa, hauwezi ukaukontrol mwili ambao upo kwenye stage yake, ambao unahitaji vitu kama mapenzi. Ukiwa nje ya Yesu, unahitaji kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unamhitaji huyu mshindi ambaye alituonyesha njia, akae kwenye maisha yako, akae kwenye roho yako. Yeye ndio controller, yeye ndio ambaye anaweza kucontrol mwili, kuweka breki za mwili wako, kushikilia hisia zako zisiteleze. Kama yeye alijiweza, akiingia ndani yako atakuweza, atakusaidia kujiweza. Hicho ni kitu cha kwanza. Muamini Yesu leo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kabla hujaendelea, mtumishi wa Mungu, sasa hivi kanisani tuna church boys wengi na church girls. When I say church boys and church girls, I mean mabinti na vijana wa kanisani ambao kikweli kwa namna moja au nyingine wanaweza kusema tumeshampokea Yesu. Yesu anasema tulimpokeaga zamani, lakini anotendeka kwao katika siri ni aibu hata kuyanena. Hao pia tunawasaidiaje? Unaweza kuwa umeokoka hapo ulipo, binti, kijana, umeokoka lakini bado mwili unakusumbua. Neno la Mungu linasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Tukitoka kwenye stage ya kwanza ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, manake roho yako imeokoka, umesamehewa matendo yako ya kwanza, na tazama sasa hivi mambo yamekuwa ni mapya. Ni kweli unaweza kuwa na maisha mapya, ni kweli umesamehewa dhambi zilizopita, lakini kuna kitu kimebakia na kinaamka mara kwa mara, kinakusumbua, ndipo ambapo unaanguka. Na neno la Mungu linasema hebu kumbuka ni wapi unapoanguka ukatubu. Sasa umeshatubu, umetubu na ukatubu tena na tena na tena, na hata hapo ulipo unatarajia ukatubu. Lakini kitu ambacho kinaweza kukusaidia sasa ili haya maisha ya kutubu kila siku yaishe, uweze kushinda umwili. Ni kweli unaomba, ni kweli unafunga, ni kweli unaenda kanisani, ni kweli familia yako imeokoka, ni kweli una mchungaji mkali, lakini kwa kweli kuna jambo hili limekushinda. Unamhitaji Roho Mtakatifu kibinafsi. Hapa uhitaji kuwa mnafiki mbele za Mungu.
Hauhitaji tena unafiki kwenda mbele za Mungu sema, Mungu kama unajua kuna mahali Mungu nimekukosea, Mungu kama unajua. Hapana, unahitaji Roho Mtakatifu, maana yeye ndiye ambaye anaweza kutusaidia udhaifu wetu. Unahitaji kwenda mbele za Mungu kibinafsi na kumwambia, Roho Mtakatifu ninakuhitaji, ikiwezekana kwa kufunga na kuomba kibinafsi. Sio ile ya kusubiria umehamasishwa, sio ile ya kusubiria kanisani mahubiri yamepita ya jinsi hiyo ukajisikia kweli mimi ni mdhambi, hapo ndio ukatubu. Hapana, unahitaji kuchukua maamuzi binafsi ya kwamba Roho Mtakatifu ninakuhitaji, wewe ndiye ambaye unaweza kunisaidia nikatoka hapa. Njia nyingine nyepesi ya kuweza kuvuka hapo ni kuwa na kiongozi, mtu ambaye unamwamini, ambao unaweza kufunguka kwake na kumwambia kwamba mimi nina shida 1, 2, 3. Maana kama ni mzazi wako wa kiroho, baba wa kiroho, au mama yako wa kiroho, au mchungaji wako ambaye unamwamini kanisani, unaweza kuwa wazi kwamba mimi baba ninapitia 1, 2, 3, kwa sababu mambo mengine yanahitaji deliverance. Unahitaji kufunguliwa. Mambo mengine ni kifungo, hauwezi mwenyewe kujifungua. Unahitaji mtu mwenye nguvu akufungue. Neno la Mungu linasema ya kwamba mtu awezaje kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuchukua vitu vyake asipomfunga kwanza? Maana yake kuna huyu shetani wa ngono, shetani mchafu, analeta uharibifu, anatamani kuiharibu destiny yako, anatamani kukuharibia hatima yako, anataka kukufanya wewe uonekane kama mbwa mtaani, anataka kufanya wewe uonekane ndio malaya kupitiliza. Sasa unaweza kwa kumshirikisha mtu mwenye nguvu aje akamfunge wewe mwenye nguvu ambaye anakufunga wewe mwenye nguvu ambaye anakutumikisha. Akishamfunga wewe, anakutoa, anakudeliver, anakusaidia kutoka kwenye hicho kifungo, na kuanzia hapo unaweza kuwa chini ya uangalizi wa mafundisho sahihi, chini ya uangalizi wa maombi na msaada wa karibu wa mtumishi wa Mungu, ili wewe uweze kuwa salama mpaka utakapoingia kwenye ndoa takatifu. Na katika hii stage unahitaji kuwa mtiifu, unahitaji kuwa mwelekevu na msikivu. Vijana wengi wa siku za leo wakishaingia kwenye mambo wanaziba masikio, hawataki tena kusikia, hawataki tena kufuatiliwa. Ili uweze kutoka hapo, unahitaji kujitoa, yani kujiondolea, kuondoa kila namna ambayo unaweza ukajizuia wewe mwenyewe kusaidika. Hebu jiachilie ili uweze kusaidika. Asante kwa majibu mazuri. This is deep and profound. Tuna watu ambao hawawezi kuwafikia viongozi wa kiroho, na hapo wamejichukulia silaha mkononi. Unaelewa nikisema wakijichukulia silaha mkononi? Anasema bana, mimi kuconfess siwezi. Nimejaribu hizo njia nimeshindwa. Basi mimi bora tu nijichue, nitajishikashika hapo nitatulia. Hawa tunawasaidiaje? Mara nyingi unakuta pia hawa vijana wanakuwa wanashindwa kupata msaada kwa viongozi wao au watu wakubwa ambao wamewatangulia. Kwa sababu gani? Watu pia hawaaminiki. Unaweza kukuta mtu ni mtumishi wa Mungu, lakini pia kuna namna the way yani tuseme hajajua namna ambavyo dunia leo imechangamka. Unaweza ukaenda kwa mzee, mchungaji wako ni mzee, yeye kwenye kipindi chake hakukuwa na hizo mambo, hakukuwa na mishemisha ambazo leo zinawaamsha vijana, zinawachangamisha, zinawachochea kama hivi sasa hivi. Kwa hiyo anaweza wao wazee ambao wametangulia wanaweza wakawa wanashangaa, wanasema kijana, yani unawezaje? Unakuta badala ya kwenda kusaidika unaishia kuchamba, unaishia kusemwa, hata kuanikwa hadharani, lakini na kutengwa. Lakini kitu ambacho tunatakiwa kufahamu, tunatakiwa kujua kwamba dunia ya siku ya leo, hiki kizazi tunahitaji kukisaidia kwa hekima sana. Hapa niongee kwa ajili ya wale viongozi, watumishi wa Mungu au wachungaji, waangalizi wetu, wajue kwamba dunia ya leo kuna namna ipo, na hawa vijana kuna namna wanahitaji msaada. Hekima ambayo ilitumika kwa waliopita sio sawa na sasa hivi. Tukumbuke kwamba kizazi kinabadilika, na kama kizazi kinabadilika, we have to improve. Tunahitaji kuimprove namna zetu za kuwasaidia hawa vijana. Namna ya kwanza ni kuelewa kwa majira yao, lakini namna ya pili hulka yao. Watu wa siku hizi
Ukishamsema tu ndio umemwambia bye bye, ndio kanisa anahama, haumpati tena. Pengine sio sawa na sasa hivi. Zamani ulikuwa ukimtenga mtu ananyenyekea kweli, anakaa kule nyuma ya benchi la nyuma kabisa, anatulia, anatumikia adhabu yake. Kifungo chake kikiisha, anarudi mbele, sawa. Anakaa, anakuja anaanguka tena. Utamtenga huyu mtu mara ngapi? Nakumbuka unapomtamkia mtu kwamba umemtenga, ni kitu hatari sana. Ni kitu hatari sana, kinaweza kukamharibia wokovu wake mzima, akarudi nyuma mazima, akashindwa kuendelea mbele. Lakini napenda neno moja, Paulo anasema kwamba vitoto vyangu vidogo ambavyo kwamba nawaonea utungu mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Unaweza kwa dunia ya siku ya leo, tunaweza kukaa na vijana wengi kanisani wanapitia changamoto ya aina moja. Je, utawatenga wote wale vijana? Hauwahitaji kwenye vinanda, hauwahitaji kwenye usafi kanisani, hauwahitaji hawa vijana kukua na kuendelea kiroho, kwenda kuwahubiria wengine, kuwaleta kanisani. Je, hawa watu ukiwatenga, je, watapata ujasiri wa kuendelea kuambia wengine? Manake injili stop kwanza mpaka madhaifu yao yaishi, kitu ambacho shetani yupo active kuhakikisha anawateka watu, kuwapeleka kwake usiku na mchana halali. Hebu ashumu kanisa limesimama, injili haihubiriwi kwa sababu watu wana changamoto. Lakini wakati huo shetani anaendelea kunyonga watu, anaendelea kuchukua watu. Itakuwaje? Inabidi kwamba kufanyike namna ambayo watu wanaendelea kusaidika, huku kazi inaendelea. Hatuwezi kuisimamisha meli kwa sababu Yona yupo mle ndani kwamba sasa tusaidie, iweje sijui na nini na nini. Gari haiwezi kushika breki eti kwa sababu kuna watu fulani kuna shida. Hapana, safari ni lazima iendelee. Mungu yupo pale pale, hajasimama. Nyinyi mkisimama mtamkimbilia Mungu, mtakuta Mungu ameshaenda mbele. Kwa hiyo inabidi kwamba kufanyike namna ambayo hawa watu wanasaidika na kazi ya Mungu inaendelea, kwa sababu shetani yeye hajanyamaza.